Mtoto wa mkulima lazima uwe na vision. Lazima mtoto wa mkulima uwe na picha ya mbele ya miaka 5, miaka 10 mbele. Ujione unamiliki makampuni makubwa, ujione unamiliki biashara kubwa, kwa sababu most of watoto wa wakulima they see themselves inferior, kwamba unajua sisi maisha yetu ni maisha ya chini, kwamba maisha yetu ni maisha ya kawaida. Sisi nyumba yetu tulikuwa tunatumia koroboi, maisha yetu ya kawaida, maisha yetu ya No, don't say so. Keep believing that God is powerful. He can change all our background. Lazima, kwa sababu the way unavyojiandamine, dunia iko tayari kuandamine. Unajua kwenye biology kuna kitu tunasema kwamba survival for fittest, kwamba kuna vitu lazima vipambane ili kuonekana juu. Kwa wewe unaposhindwa kupambana na kujiona huko juu, unaonekana huko chini. Believe on yourself, have vision. Unajua kinachowafanya wengi wafanikiwe ni vision. People are looking to the vision. Stick to one. Wewe umeamua kuwa mfanya biashara, fanya biashara mpaka kila mtu ajue fulani ni mfanya biashara. Umeamua kuwa mtumishi wa Mungu, amua kabisa mimi ni mtumishi wa Mungu. Umeamua kuwa content creator, base kwenye content creator. Usije ukaminishwa kwamba biashara inakufanikisha ukaacha uchungaji ambao ni wito wangu ukakimbia kwenye biashara. Umeamini kwamba biashara inakufanikisha kwa sababu some things are natural made in a man. Vitu vingine vimeumbwa ndani ya mtu kwa asili. Kuna kitu kifanya moyo wako unaona unalizika, unaona this is my Kwa hiyo lazima ufocus kwenye kile kitu ambacho wewe unakiamini. Mtoto wa mkulima usiangalia na maisha ya nyumbani. Upo kijijini huko wapi, huko kijijini mbali wapi, si Nduli huko, si Nyakiziba wapi huko, Kenda huko pembeni, Mkishamba si wapi huko, wanasema si kijijini ndani, ndani huko, sijui Uyole ndani huko, Mbeya si huko, Singida ndani kijijini. Toka, nenda badilisha mazingira, kimbia miezi 2, 3, mwaka, miaka 2. Angalia how people running their lives. Kuna vitu vingine huwezi kuviona ukiwa huko kijijini kwenu. Umezaliwa kijijini, umekulia kijijini, unasomea kijijini, bahati mbaya ukufaulu uende advance, umeishia hapo form 4, umeoa. Niongee na wale ambao hawajaoa, ambao unaweza ukaruka miezi 2, 3 ukarudi. Toka, nenda kabadilishe mazingira. Angalia vitu ambavyo hujawahi kuviona. Kana watu ambao hujawahi kukaa nao, waulize hapa natokaje? Hapa navukaje? Mtoto wa mkulima, sisemi mtoto wa mkulima kwamba wale wa wakulima tu. I'm talking to all low income earners. Watoto wa wazazi ambao uchumi sio mkubwa kivile, wale wa maisha ya kawaida. Kwa hata kama babako sio mkulima, mwanao sio mkulima, ila maisha ni level fulani hivi, wanasemaga kima cha chini. Kwa hiyo hakikisha unapambana, you are hustling enough to make your life better. Hawa wanaosema fulani naigiza maisha ya mtandaoni, hata kama naigiza, ile ndio inavyotakiwa iwe. Mimi unajua wale wanaoigiza mtandaoni, mimi siwezi hata kuwaraumu. Si anapiga picha yuko kwenye gari ya mtu, si anapiga picha yuko kwenye nyumba nzuri. Mimi hata sishangai wala sitiki, kwa sababu ile ni sign and token. Mimi nikwambia hii simu ambayo ninayo nimeipataje, utashangaa. Pastor Tony anaituambia sign and token. Unajua nilikuwa nahitaji simu fulani, sitaki nihitaji simu kubwa kidogo. Akasema hii simu mbona watu wanazo nyingi, mimi naipataje? Nikasema Mungu nisaidie. Nikaomba Pastor Tony alitufundisha sign and token. Nikachukua ile box lake kile kikasha chake kile,
nikatia mfukoni. Kwa hiyo wengine kwa nimeweka labda hela au kitu kwenye mfuko, nachukua ile cover kile box kile natia mfukoni. Sema this is my phone. This is Samsung nini na nini. Send token. Ghafla tu umetokea, bwana sisi tunauza simu yetu hii hapa, nimepata changamoto. Bwana kama mna hela fulani sisi tupatie. Hela ya ndogo ya kawaida. Nikachukua hiyo simu. Send token. Kwa hiyo hata unaona anaigiza simu mtandaoni si na nini, unajua yule fulani anaigiza maisha, acha igize, anajitabiria kwamba it will be like this. Jitabiria na wewe. Vaa vizuri, onekana vizuri, miliki vitu vya maana, hata kama maisha yako ni ya kawaida lakini tupia vitu vya maana. Ongea kama mtu mwenye vision, hata kama hauna vision, ongea kama mtu mwenye vision. Ikiwa unapiga story hata kama Kiingereza ni cha kuungaunga, na ukiongea tu unaingizia Kiingereza of course plan zangu watu wanaangalia ile akili yako ndo wanaifuata. Watu waangalii blah blah. Make your life better bro, make your life better sister. Hata kama ni kijijini umeona vision kama inapotea, trust in God, pambana, make sure Mungu anakusaidia. Kama huwezi omba. Blaza, mnahonga sana blaza. Mtu kiangalia hana biashara anayofanya. Biashara yake anayofanya ya kawaida. Hapo nasikia asuli nimemtongoza dem fulani, si kasema nitume nauli. Nimetuma kaja. Kiangalia biashara anayofanya ya kawaida, simu za matunda. Muuza pipi. Sasa unajaribu kukorelate ile faida anayoipata kwenye biashara na ile hela ambayo ameihonga. Sasa unaangalia huyu anachofanya ni kitu gani? Vision gani ambayo anayo? Bro, sister, tuangalie future. Tuangalie kesho. Kesho ina mambo mengi. Pastor Tony anasema kwamba wewe uko hivyo ulivyo kwa sababu ya vitu ambavyo hujavitamka na vitu ambavyo umevitamka. Kwa hiyo kuna maneno mwenyewe ulijitamkia kwamba mimi wa kawaida, na kuna maneno mengine hujayatamka kwamba mimi naweza, mimi nitatoboa, mimi nitashinda, mimi nitafanikiwa, mimi nitakuwa mtu mkuu kwenye nchi. Hujatamka. So maisha yako yameendelea kuwa pale pale. Unapotamka maneno ya ushindi, maneno ya kuweza, maneno ya kumiliki, maneno ya kutawala, hauvipati moja kwa moja kama hivi vimetokea. Ile nature ndani inakusukuma kukiendea kile kitu. Kwa mfano mimi nimepata huu muujiza wa simu fulani, nilikuwa natamani sana. Nikuja watu, mimi ni kweli nimefanya ile sana token, nimepata kile kitu. Lakini nimepata kwa hela fulani, kwa ile hela lazima nilikuwa nayo, huwezi pata bure. Kwa vision itakufanya uanze create things, kuandaa vitu, kutengeneza picha hii na picha hii, kufikia kile kitu ambacho wewe unatamani ukifikie. Amua kuamka, amua kuamsha hiyo morali ya kufanikiwa. Mimi naamini Mungu yuko pamoja na sisi kutufanikisha. Ni swala la wewe tu kuamini kwamba Mungu anaweza kutufanikisha. Usikate tamaa, endelea kumwamini Mungu. Tuko pamoja. Mtoto wa mkulima, pambana. Mungu yuko upande wa maisha yako. Usisahau Mungu anatupigania kila itwapo leo. Endelea kuimarika. Usione mdhaifu, jione mshindi. Unaweza, una nguvu. Amen.